Karibu tena wewe unayenifuatilia katika simulizi hii kabla ya kesho. Kumbuka kubonyeza subscribe hapo chini kama ni mara yako ya kwanza kunitazama. Tulipoishia sehemu ya kwanza, baada tu ya kuamka, asubuhi ilipofika, nilisimama mlangoni mwa chumba changu kwa dakika kadhaa, nikijaribu kujipa ujasiri wa kutoka. Kichwa kilikuwa kizito, mwili ulijaa baridi ya ajabu, kana kwamba usiku haukuisha ndani yangu. Nilipofungua mlango wa nje ya nyumba, upepo wa asubuhi ulinigonga usoni. Nilivuta pumzi ndefu, ndipo nikakiona kile kilichonitesa usiku. Kwenye sakafu mbele ya mlango wa chumba changu kulikuwa na alama za matope. Zilionekana kama nyayo za miguu ya mtu mzima, lakini zilikuwa ndefu isivyo kawaida, na cha kutisha zaidi, nyayo hizo hazikuwa na vidole. Nilihisi mgongo ukikata ganzi. Nikajaribu kufuatilia nyayo hizo, zilielekea sebuleni, kisha nje ya nyumba. Nilipofungua mlango wa nje, nyayo ziliendelea hadi nje ya geti langu, kisha zikapotelea kwenye vichaka vilivyokuwa jirani. Nilijiuliza, nani aliingia usiku? Na aliwezaje kuingia bila kuvunja mlango? Nilipiga maji usoni, nikajiambia labda ni wanyama, lakini ndani yangu nilijua hizo hazikuwa nyayo za mnyama. Siku hiyo niliamua kutotoka nje kabisa. Nilikaa ndani nikiangalia nje kupitia dirisha langu. Majira ya mchana yalipita, kila kitu kilionekana kawaida, lakini hisia ya kuwa nafuatwa haikuniacha kabisa. Mara kwa mara nilihisi kama kuna mtu ananiangalia nyuma ya dirisha. Nikijaribu kugeuka haraka, hakukuwa na mtu. Jioni ilipokaribia, nikasikia kugongwa kwa mlango. Kugonga kulikuwa kwa taratibu, kama mtu asiye na haraka. Nilisimama mbali kidogo na mlango, nikajibu kwa sauti ya chini, "Ni nani?" Hakukuwa na jibu. Nikakaribia taratibu, nikachungulia kupitia tundu dogo la mlango. Kilichokuwa nje kilinifanya nitamani kama ningeweza kufunga macho ya moyo wangu. Kulikuwa na kivuli cha mtu, lakini hakukuwa na mwili unaoonekana. Ni kivuli tu, kikiwa kimesimama bila kusogea. Kivuli hicho hakikufuata mwendo wa jua, kilikuwa kinyume kabisa. Ndipo nikasikia sauti ile ile ya usiku, "Ulinisikia, sasa unaniona." Moyo wangu uliruka kama unataka kukimbia peke yake. Nilirudi nyuma hatua kadhaa, miguu ikaanza kutetemeka. Kabla sijafanya chochote, mlango ulijifungua kidogo, kana kwamba mtu anaufungua kwa nje, lakini hakukuwa na mkono. Ni kivuli tu kilichoanza kupenya ndani ya nyumba yangu. Nilianguka chini kwa hofu. Nilijaribu kupiga kelele, lakini sauti ilikatika kooni. Kivuli kiliponigusa, nilihisi baridi kali kama mtu ananiwekea barafu moyoni. Ndipo ghafla simu yangu ikalia. Nilishtuka kwa nguvu. Nilikuwa nimelala chini, lakini kivuli kilikuwa kimepotea. Nilitazama mlango, ulikuwa umefungwa vizuri. Simu ilikuwa inaonyesha jina la rafiki yangu. Nilipojibu kwa sauti ya kutetemeka, rafiki yangu alisema, "Thomas, kuna mtu alikuulizia leo kijijini. Alisema alikuona usiku." Nilinyamaza. Rafiki yangu akaongeza, "Lakini cha ajabu, hakuna mtu aliyemuona uso wake. Walisema waliona kama kivuli tu." Ili kupata mwendelezo wa simulizi hii, kumbuka kusubscribe, pia weka notification ili uwe wa kwanza kupata simulizi hizi. Usikose sehemu ya 3 ya simulizi hii. Msimuliaji wako ni mimi, Tommy Key 255.